Niaje watu wangu. First of all, before tuongee kitu yoyote ama nileta kuja niwasomee kenye nimekuja tufanye leo ama ile video nimekuja kufanya leo. First of all, nimekuja kushukuru sana. Nimekuja kusema asanti na kila mtu amenifollow, amenilikeia video yangu. I love you all. Yaani mmefanya kitu kwa mapenzi yenu na mmefanya kitu kwa kutaka kwenyu. Ni ngumu sana upate watu wana appreciate. Na ni ngumu sana upate mtu anakufanyia kitu mzuri. Ninaambia yangu ukifanywa kitu mzuri unashukuru. Na mimi nimeamua nikuja nishukuru. Before kwanza niseme anything, nimeamua tu nishukuru. Mmefanya vizuri na mwenye mjalike na mjafollow muendelee kufanya hivyo na Mungu awabariki. Sasa leo nimekuja tuongee. Na nimekuja nikuambie kama as a boy child ama mwanaume, ukiona sign 7 hizi nimekuja tuongelelee hapa. Ukiona mahusiano yako imefika kwa hizi sign 7, my brother, walk out. Wachana ni hiyo relationship. Hiyo relationship imefika to an end. Na kwa nini nimesema hivyo? Nimekuja nimeandika tu vitu 7 hapa. Ukiona relationship yako imefika hapa ama mwanamke wako ana behave hizi vitu 7, my brother, it is time to say a gone is a gone. Na uamue yenye imeenda na uanzie relationship nyingine mpya ama ujipe muda yako ujiondoe. Kitu ya kwanza nimekuja tuongelelee. Ukiona relationship yako mambo mabaya ama mnapigana zaidi ya kusikizana, yani zile siku mmekosana ni mingi kuliko zile siku mmesikizana, my brother, kuna kashida hapo. Na mwanamke akikuchoka anaanza kuleta vurugu zaidi kwa relationship kuliko furaha. Ukiona mwanamke wako ameanza kuleta vurugu mingi, ukiona mwanamke wako kila kitu ulikuwa unafanya anafurahia, ameanza kucomplain, inaambiango kuna kabisa inaambiango, ukiona mbwa wako akikubwekea, jua kuna mwingine anamlisha. Ukiona mbwa wako ameanza kukua mkali kwako, jua kuna mwingine anamlisha huko nje. Hakunanga mwanamke anaweza kukua mkuoro kwako ama anaweza kuvuruga kama hakuna mtu mwingine ameona. Ukiona mambo haya yameanza kufanyika, my brother, it is time to walk out. Wewe ni kumaanisha already tamu yako imeisha. Kitu ya pili nataka tuongelelee ni akianza kuact single. Kwa marafiki zake, kwa media, unaona anashinda kipost status zake akisema sijui. Ukiona mwanamke wako ameanza kupost video, ameanza kupost picha zake, sana sana akuwa nusu uchi, akuwa na kaskati kafupi, akuwa tuseme amevaa sexy hivi na hakuwa anavaa hivyo, my brother, it is time to walk away. Hiyo mahusiano yako imefika to an end na anivenya hataki kukuachilia. Wanawake wanakuanga so selfish. Akiona relationship inaenda kuisha, anakuanga already amekutafutia replacement yako, lakini hataki kukuachilia sababu sana sana anapata benefit ya pesa ama anapata benefit ya yote yenye anajua hataki kukuachilia sababu yule mwingine hampati kenye wewe unampatia. Sasa anataka kukuwa na nyinyi wawili. Kwa hivyo ndio naambia yangu, ukiona kwanza mwanamke ameanza kupost video zake akuwa ana dance iko internet, hata kwa DM yake kuna wanaume wamejaa wanamtaka, wanashinda wakimkatia, kuna wanaume wanashinda wakimuomba chance. Ni vile tu sasa anataka huyo mwenye anataka kumove on na yeye ajakuwa ready kabisa. Na time yenye atakuwa ready atakutoka. Ukiona mwanamke ameanza status zake haku anaweka status zake akipiga design anapiga alafu tena ameweka haga hivi design anataka kuonyeshana makalio yake. Ama ukiona mwanamke ameanza kudance TikTok na haku ana dance, ama uone mwanamke saa yote ameanza kushinda sana kwa simu yake, ako internet saa yote, throughout ako internet mpaka hana masaa yako, my brother, jua hiyo ni time ya kuachilia mahusiano. Kitu ya tatu ni mwanamke kama ameanza kukuzuia kuguza simu yake. Ukiona my brother mwanamke wako ameweka simu yake password na haikuwa na password, ama ilikuwa na password lakini ulikuwa unajua password yake, lakini amebadilisha hiyo password, sasa ameweka ingine, na ukimuuliza swali ama ukimuuliza kwa nini, anaanza kukuambia ati sijui watu wameanza kuguza simu yangu sana, sijui. Hakuna mtu mwingine anasema watu wanaguza simu yake, wewe ndio anasema unashindwa kuguza simu yake. Na sana sana 99% ya watu wenye wana cheat evidence inakuanga kwa simu zao. Sahi unasikia mtu hata akisema ati simu yangu ni privacy yangu. My brother, kutoka lini private part yake ikaacha kukua private part, sasa simu yake ndio imekuwa private part? Ukiona mtu anakuaminia mwili yake lakini hakuamini simu yake, my brother, you are in a wrong relationship. Kanyaga nje na ukanyage kubwa. Wewe hauna use tena sababu siri mingi ama ya mpenzi wako 99% ama ya watu wanacheat ama evidence yote inakuanga kwa simu yake. Ukiona mpenzi wako ameanza kukunyima access ya simu yake, ukiona mpenzi wako ameanza kutafuta reasons ndio asikupe simu yake, jua sasa hapo wewe umeisha. Kitu ya 4 ni kama ameanzia mind game. Mind game ni ile story ya
pole, simu yangu ilikuwa inataka kuzima moto. Sijui simu yangu baby nazima moto, anaweza kosa kukupigia ama uanze kuambiwa mpaka good night saa 2 ya usiku. Hey, ukiona umeanza kuambiwa good night saa 2 ya usiku, ukiona ameanza kukuambia sijui nataka kuenda ushago na kwetu hakunanga network, sijui ukifika ushago ati mimi usinipigie, mimi ndio nitapiga wa kwanza. My brother, ukiona mwanamke ameanza hizo tabia, ama ameanza kukuassume, ama ameanza kukujificha hataki story yako, ama ustuki yangu ustukia unampigia simu saa 6 usiku, unasikia simu yake iko busy na mtu mwingine na alikwambia good night saa 2. My brother, run for your life. Sababu gani? Huyo mwanamke ashakuchoka na ashaamua anataka kuenda, na ashaamua anataka kutafuta mtu mwingine mwenye atamfaa, ndio at least anataka by the time akuja kukuachilia. Kitu kingine nilisikia na nisikia mzee mwingine akisema na nikaona ni ukweli. Mwanamke huwa anakuacha mentally before kukuacha physically. Anaweza kukuacha kitambo, kama mwaka uliopita alikuwa anatafuta replacement yako, alikuwa anatafuta mwenye atamfaa akutoke. Sasa ile siku utaona mwanamke wako ameanza kukupea hizo mind game, ameanza kukufuatia kitu yote, ama ameanza kuficha kitu kwa simu, jua my brother, huyo mtu ashapata replacement yako, ni kuenda anaenda. Sasa yeye ni kupaka, na by the time ukitaka vizuri as a man, jaribu wewe ndio muacha wa kwanza. Usikubali ya kuache, kubali wewe muacha wa kwanza. Ukiona ameanza tu vitu kototote, wewe my brother, wewe ondokea. Kitu ya tano ni kama ameanza kukupea silent treatment. Ukiona mwanamke wako ameanza kunyamazanga sana, imagine, acha nikwambie, when ladies are in love, wanakuanga kama wasumbufu. Wanakuwa wanakupigia simu saa yote, wanakuanga saa yote wanakufanyia tu mambo mazuri. Yani wanawake wakiwa wamekupenda, anakuanga into you 100%. Lakini ukiona mwanamke wako ameanza kukupea silent treatment, ameanza kubehave weird, unaona mwanamke wako mkikosana anakublock, sijui amekublock siku 2 amekuunblock. My brother, hakuna mwanamke anakasirikanga na block mwenye anapenda. Na saa yote hata akikasirika bado atakuwa anashinda akikupigia simu, hata kama atahiria kuambia ni kujipiga imejipiga. Lakini my brother, ukiona mwanamke wako ameanza kukupea silent treatment, ameanza ukimpigia simu anakuambia sasa unaanzanga hivi, sasa sijui hivi ndivyo na mambo yenye unaanzianga, sijui unaanza kufanya nini. Ukiona mwanamke ameanza kucomplain sana na mkikosana anakuambia mimi niliona sijui siku hizi una behave funny mpaka nikaamua kukublock. Ukisikia mdemo wako mmekosana akakublock, my brother, ondokea. Ama uone kwa status zake ameanza kupost sijui vitu ni kama wewe ndio anakutumia hizo message, ama wewe ndio anaongelelea hizo story, my brother, wewe ingeingia hapo, hakuna story nyingine, jiondoe. Kitu ya 6, mwanamke wako akianza kukuavoid sexually. Ukiona demi yako ameanza kukunyima paka yake, ama ukiona mwanamke ameanza kusema kale ka story ka ati mimi niliona ni kama hutawahi nioa, niliamua tutafanya hii sex after kunioa, ama niliamua tujiweke mpaka ile siku tutaweka kwa marriage. Wacha nikwambie, mwanamke anakupenda huwa ana break rules. Mwanamke anakianga rules mwenye hapendi, lakini mwanaume mwenye anampenda huwa ana break rules. Wewe jiulize, how comes demu yako kama anakupenda anaweza potea kwa usiku saa 8? Demu mwenye anakupenda, najua wanaume wamesha witness hii. Mwanamke mwenye anakupenda mpaka huwa anajificha kwao, anakuja kulala kwako. Mwanamke anakupenda huwa anatumia mpaka pesa zake. Mwanamke anakupenda anatumia mpaka simu ya wazazi wake kukupigia. Ukiona ameanza kukuavoid, ukiona mwanamke mpaka story ya sex ameanza kujiondoa, hataki story ya sex tena, na kikakaa hivi anakutafutia tu reasons. Kama alikuwa anakuja kwako 4 times per week, ama alikuwa mnalala na yeye mara 4 kwa wiki, ameanza kuzipunguza, zimekuja mara 2, mara 1, hata wiki mzima unapata hataki sex na wewe. My brother, kuna mtu mwingine anakugongea, sababu wanawake walikuwa wanakupenda, wanakuanga into you, wanakuanga wamekaa kama chizi kwako. Lakini ukiona mwanamke wako ameanza kukuavoid kwa mambo za sex, unaona ameanza kukunyima, sijui ameanza kusema niliona hii kitu tunafanya siku mingi, sijui hii kitu inafikanga mahali na bo, my brother, unagongewa. Na ni better uachilie mahusiano. Na ukiona imefika hapo, ukiona haya mambo yote imeanza kukuja, ukiona ameanza kukupea silent treatment, usishindanie sana. Wewe fanya hivi, muite tu, mwambie my dear, nataka tukuje tukae chini, niambie ni nini nakusumbua, niambie ni nini mbaya, niambie ni nini kutaendelea, sijui mambo mingi. Ukiona mwanamke wako amekataa kukuambia ama amebadilika, ameanza kukua mzuri kidogo, already anataka kukusweet talk, ama anataka kukufanya mzuri ndio uendelee, by the time apate ule ni wake. Kitu ya mwisho ni when she start avoiding doing things with you. Ukiona my brother, mwanamke wako ameanza kukataa kuanza kuavoid kufanya vitu na wewe, kama saa yote alikuwa mnapigiana simu hataki kukupigia, unapata mwanamke wako anaweza maliza siku 2 kama mjaongea ama the whole day. Ukipiga missed call 3 unapata amekuja anachukua after jioni, anakuuliza ulikuwa unasemaje.
My brother, unaona demu yako akiweza kuwa ameacha simu kwa moto, akuja aichukue apate umepiga. My brother anapiganga immediately na anakuuliza, "Mambo my dear, ulikuwa unasemaje? Pole, simu ilikuwa kwa moto." Lakini ukiona mwanamke wako ameanza kukuavoid, hapo usishinde ukingojea, run for your life. Sababu gani? Ukiona mambo yao imeanza kufanyika, ukiona mwanamke wako ameanza kuavoid mambo zenye mlikuwa mnafanya, kama ni shopping mlikuwa mnaenda pamoja, kama ni mlikuwa mnajibamba, yani mlikuwa mnakuja, hata angekuja kwako, mshinde mmekaa tu hapo mmetulia, mnacheka, mnaongea mambo yenu, uone mpaka ameacha kushare vitu zako na yeye. Mkianza kuongea na yeye, ya mwisho ni yenye mlikuwa mkianza kuongea na yeye, kama alikuwa anataka kununua kitu, alikuwa anasema, "Nataka tununue, nataka tutembee, nataka tukuje, nataka tuende, kuna mahali nilikuwa nataka tuende." Umeona sasa statement zake zimebadilika, zimekuwa zile za I want, I need, I love. Ukisikia mwanamke ameanza kujicategorize peke yake, ukisikia ameanza kusema Sato naenda, si tuende. Ukisikia mwanamke wako ameanza kukuambia mama alikuwa anataka kuniona Sato, si anataka kutuona. Ukisikia mwanamke ameanza kukuambia nataka kwenda kutembelea beshte yangu peke yake, ukisikia mwanamke ameanza kukuambia story yake peke yake, my brother, muite, mkalishe chini, muulize na muambie hivi, "My dear, asante kwa ile muda umenipea, asante kwa hiyo relationship tumeendeleza, asante kwa hiyo muda umenipea na nimeshukuru sana. Lakini vile nimeona hii relationship inaendelea, nimeona hii mahusiano hakuna mahali inaenda. Na the best way tutafanya nini? Kile tutafanya ni mtu ajipe shughuli zake. Unaweza pata mwenye anakupenda venye unafaa. Maybe mimi sikupendi venye inahitajika. Maybe mimi mwenyewe si yuko enough kwako. Na maybe unaweza pata mtu mwenye atakupenda vizuri na mwenye atakuappreciate zaidi ya venye nakupenda. Asante kwa muda yenye umenipea. Asante kwa vile umenifanyia mazuri, lakini sahihi nahitaji mtu tujipe time kidogo, tuondokeane. At least mtu aende apate fresh air, ama upate mwenye atakupenda zaidi na utashukuru. Asante kwa muda wako na nimeshukuru kwa muda wako. Sikutaka, ningetaka tuachane, lakini penye relationship imefika itabidi tu tufanye hivyo. Na itabidi wewe uende na njia zako, mimi niende na njia zangu. My brother, ukisikia mwanamke akiweza sikia umesimama kwa miguu zako ukasema hivyo, immediately ataanza kujirudisha kwako, ataanza kukupea attention, lakini wacha nikuambie, hata akirudi, hatarudi kuishi. Na hajarudi kuishi, amerudi akumaliza penye alikuacha. Ukimuongelesha hata umwambie hao maneno yote, my brother, hakikisha umetafuta mtu mwingine ama umeanza kujidistance na yeye. Mwanamke once umemuongelesha macho kwa macho na ukamwambia kenye unaona ama venye unahisia, uone amebadilika sasa, ameanza kukua mzuri, amekuja kukumaliza penye amekuacha. Kwa hivyo the best way ni aje, ukisikia ukimuongelesha hao maneno na uone kabisa ameanza kubadilika, usijipe hope tena, usiishi tena na yeye tena, na pia wewe umeanza kumdistance venye kwa na kudistance. Kama hapigi simu usipige, kama hachat usichat, kama hakuongeleshi usimuongeleshe, mpe time, mnyamazie. Wacha yeye mwenyewe ajitoe kwako, sababu already ashapata replacement yako. Ni vile sasa anataka kuenda kuharakisha kule kwingine, ile nyumba anahamia ni kama tu kukalia deposit. Uko ikaa kwa deposit, sema umekalia deposit yako, si unaanza kuhamisha vitu zako polepole kwa ile nyumba unaenda kuhamia mpya. Si unaanza kuenda kuangalia story ya security, story ya maji hiyo area, kwenda kujuana na majirani wa hiyo area, kujuana na caretaker. Sababu gani? Already ushamaliza na huko kwa kwanza. Kwa hivyo pia wewe kwako ni deposit amekalia. Ukitaka vizuri, usigojee mwanamke akuache. My brother, ukiona hivyo, be a gentleman, be an alpha male, kuwa mwanamume providea mwanamke, alafu tena anaanza kukusumbua. Kitu kingine, ukiona hata mwanamke ameanza ati anakuambia sijui simu ilizima jana usiku, na immediately ameasha, anakupigia anakuambia babe, simu sijui iko 1%, nilikuwa nataka kukuambia good night, sijui simu iko na maisha moto. Alafu tena after then asubuhi saa 4 ndio simu inawashwa na anakuambia ni home naenda, nilikuwa nimeendea kwenye ilikuwa imeenda kuchajiwa. My brother, hiyo simu ilikuwa imeenda kuchajiwa, alikuwa ameenda kugongo, alikuwa ameenda sleepover. Na ukiona mwanamke wako usiku mzima simu imekosa moto na hakupigi, my brother, ama usikia amekwambia amekualert sijui simu inaitisha moto, alafu tena after then simu izime, alafu after then either the following day ukimpigia simu mkiongeongea ndio ati ya kuconvince, anapatia sijui sister yake ama anapatia best yake simu akusikize, anakuambia pole, yeye anashindwa na kuconvince kwenye alikuwa jana usiku, anapatia best yake sijui sister yake akuongeleshe, anamwambia hapana, alikuwa sijui simu yake ilikuwa imeisha moto, hata line yake tulikuwa tumeweka kwa simu yangu. My brother, hapo unadanganywa na huyo mwanamke already ashakuchoka. Na wacha nikwambie, wanawake wanakuanga hivi, wanajua kufichiana makosa na wanajua kufichiana, na bado hata wakikata simu wanaambiananga na huyo jamaa unamkosea.
Sababu gani? Once mwanamke ameanza kukuchezea hizo mind game, once ameanza kukuambia sijui simu inazima saa 2, ameanza kukuambia good night saa 2, once ameanza kukuavoid, my brother, huyo jitoe tu mara moja. Akaanza kukuambia sijui simu imeisha moto, sijui simu ilikuwa kwetu hakukuwa na charge, ama kuku kwetu hakukuwa na simu, tulikuwa tumepatiana kwa jirani. Usiku mzima akakataa kukuongelesha. Kwa nini hakukupigia na simu ya mamake? Mbona hakukupigia na simu ya sister yake? Mnamkuongea. Kwa nini akakuavoid? Sababu alikuwa ameenda sleepover kwa mwenye wanachukuana. Na after then kidogo hivi, my brother, utakuja kuambiwa asante kwa muda wako. Na ndi sababu ulitaki hivyo, we mwenyewe muache mbele ya kuache. Be ready to walk out and be ready to let go. Ukiona mahusiano haifiki penye unataka, my brother, wachilie iende. Na tukifanya hivyo, imagine tutaenda na njia mzuri sana. Asante sana kwa kunisikiza. Mwenye hajalike like, a follow na subscribe pale YouTube. I love you all. Mwah, na wanaume, I salute you.